Hawamu nyingine mtazamaji, hii ni FM Show KE na kwa sasa tunaangazia story fulani ambayo imekuwa ikiongelewa sana katika mitandao ya kijamii. Hii ni baada ya babake mwenda zake Monica Kimani ambaye ni kesi iliyopata kumpelekea kufungwa kifungo kirefu sana, na pia kusemekana kwamba amepata kupewa hukumu ya kifo ambaye ni Jowie Irungu kwa mauaji ya Monica Kimani. Yameweza kuachia jambo hili hapa. Kuna mambo chipukizi ambayo yanatokana na kisa hiki. Hii ni baada ya babake, tumuiteje, babake Monica Kimani kuweza kuzungumza na kudai kwamba yeye anaomba ushirikiano na atakaporejea nchini Kenya kutokea kule nchi ya Marekani ambapo alipo kwa sasa, ataweza kufanya hatua ya kuweza kumtafuta Jowie Irungu, ndipo kuweza kusuluhisha mgogoro na mtafaruku ambao umekuwa baina yake na familia ya Jowie Irungu. Atakwenda kule katika maeneo ambayo Jowie Irungu ameweza kushikiliwa, ama atakwenda kule gerezani kuweza kuzungumza na Jowie Irungu na wataweza kusuluhisha migogoro yote. Now I want to quote, mtaniruhusu kidogo ni mnukuu Bishop Paul Garama ambaye ndiye babake Monica Kimani. Nitamnukuu kwa yale ambayo amesema. Anasema, when I get back to Kenya I will visit Jowie Irungu in prison and have a conversation because he is like my son. I want this to be part of the reconciliation process among the three families. I want to spearhead reconciliation and bring the three families together. We must preach forgiveness and let the matter rest. Na yutigaide moria ri muthuri uyu aratwira atiriri okite bururi-ini witu wa Kenya riu athie kuria athie na kuria Jowie Irungu hari akwende kule kotini. Mtasamia Kikuyu changu kidogo, ni Kikuyu ambacho sometimes huwa nasikia ulimwengu unakuwa mzito kukiongea. Anasema atakwenda aweze kufanya mazungumzo na Jowie Irungu ndipo kusuluhisha mgogoro huu ambao umekuwa kwa muda mrefu. Na mbona mzee akufanya hivyo kwenda kumsamehe Jowie Irungu wakati, ama hakuwa na mazungumzo na Jowie Irungu wakati Jowie Irungu hakuwa amepatikana na hatia na kuweza kuhukumiwa kifo? Maana ndilo swali kuu ambalo lipo hapa na ni kizungumkuti ambacho kinahitaji kutatuliwa kwa sasa. As of right now, many are having a lot of doubts in regards to this case. Maana hapo jana kuna exposure ama niseme kuna ujumbe uliopata kuanikwa ama chapisho lililopata kuchapishwa na blogger Cyprian Nyakundi kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Twitter, ambapo he released a series of 7 episodes za kuweza kuonyesha kwamba ushahidi uliotolewa dhidi ya Jowie Irungu na yote ambayo yalifanyika katika kesi ya Monica Kimani versus Jowie Irungu ulikuwa ni ushahidi ambao haukutosha, ulikuwa ni ushahidi ambao ulikuwa na mtafaruku, ulikuwa ni ushahidi ambao ulikuwa na mushkili. Hivyo Jowie Irungu hata hastahili kuwa gerezani kulingana na ule ushahidi ambao tulipata kusoma pale jana. Jina la Jowie Irungu kwa sasa lipo kileleni mwa majina ambayo yanaendelea kutredi na kuongelewa sana katika mitandao ya kijamii. Hila wewe mtazamaji na msikilizaji wa FM Show KE, azimio lako ni lipi? Na wewe unadhani Bishop Paul Garama ambaye ndiye babake Monica Kimani anataka kuongea na Jowie Irungu ndipo kuweza kusuluhisha mgogoro huu? Je, what is his main aim? Wewe unadhani je, yeye yupo after peace, yupo after reconciliation of the both families, ama kuna hidden agenda ambayo Paul Garama nayo? Nikukumbushe, Paul Garama yeye aliwahi pokea barua ya kumtishia kupatiana stakabadhi fulani ambazo inaaminika binti aliziba kule katika nchi ya Sudani Kusini, ambapo inaaminika alizitoa katika ofisi ya spika wa bunge wa Southern Sudan. Na jambo hilo alipokea waraka huo baada ya binti ya kuuawa, na akatishiwa pia yeye ataweza kuuawa. Hivyo yeye ilimbidi atokomee na kuepa nchini Kenya kwenda kuishi kule Marekani. Yayo kwa sasa dao, msisahau hii ni FM Show KE. Fanya kusubscribe, tungane katika video zetu zijazo.